Hello, habari zenu. Leo nakwenda kuwaletea kazi za kulea watoto Ujerumani. Hizi kazi pia na vigezo vyake. Usikilize hii video mwanzo mpaka mwisho, ujue ni vitu gani vitakavyohitajika. Leo nitaingia kwa kina zaidi, kwa usikiliza video hii mwanzo mpaka mwisho, ujue ni kitu gani kinachohitajika ili uweze kupata kazi ya kulea watoto Ujerumani. Kwanza, kabla ya kusikiliza video hii, bonyeza alama imeandikwa subscribe hapo chini. Share, like, comment, share kwa wengine ili waweze kujifunza vitu vizuri. Kwa hiyo sikiliza hii video mwanzo mpaka mwisho, ujue ni kitu gani kinahitajika. Hizi kazi, kwanza vigezo vyake. Nisianze na vigezo, naanza kwanza kuelezea. Kazi mara nyingi inatokana na madalali wanajiita UPEA. Yaani hao ndio wanafanyia mpango ya kukupeleka huko Ujerumani. Kwa hiyo unaweza ukaingia pale ukaapply, ukaandika UPEA, yani AU, ambao wajui. Kuna mwingine aliniuliza UPEA inaandikwaje? Kwa sababu nimejaribisha kuandika imekataa. Kwa hiyo nakusomea spelling zake. Pia ndakuandikia hapo chini. Kama unaweza kuandika, andika pembeni. Kuna A U P I P A I R. Ndio inavyoandikwa hivyo. Kwa hii unaweza download hapo ukaangalia, hawa ndio watakao kufanya wewe uingie Ujerumani. Pia hii kazi ya kulea watoto inakusaidia yani kuwapa watoto chakula, kuwapa watoto malezi mazuri na posho ya kila mwezi. Hii ndio kazi ya kulea watoto. Vigezo vinavyohitajika. Kwanza, kigezo cha kwanza, umri ni kuanzia miaka 18. Kipindi cha nyuma ilikuwa mwisho miaka 26. Sasa hivi wameongeza mwaka mmoja. Ukipata familia zingine mpaka miaka 30 wanachukua. Zamani ilikuwa mwisho miaka 26, lakini sasa hivi wameongeza 26 mpaka 18, 26 mpaka 30. Kwa hiyo wamekuongezea wewe kazi kwako, download UPEA hapo uweze kupata kazi Ujerumani. Kigezo cha pili, uwe umesoma at least kiwango, yani lugha ya Kijerumani, yani A1. Yani hiyo A1 angalau hata salamu unaijua. Kuna yale maneno machache yale unaweza kaijua. Kwa wale wanaotaka kuapply kazi Ujerumani, nenda kasome lugha ya Kijerumani. Sehemu nyingi wanafundisha. Kama ukienda Upanga pale wanafundisha lugha ya Kijerumani level 1. Gharama yake japo ni kubwa, ada yao. Unaweza kama hii A1 utatoa labda yani utatoa ada yake 700. Sijajua kama umepandisha au umeshusha, ila mimi najua ni 700. Ukisoma hii A1 utatoa 700 utasoma. Kwa hiyo hii itakusaidia wewe ili uweze kupata kazi kwa urahisi zaidi. Na pia yani hivi ndio vigezo walivyoviongeza sasa hivi. Huendi kichwa Ujerumani. Kwa sababu kumbuka Wajerumani wengi hawatumii Kiingereza. Wanatumia lugha yao. Na kule ni mshahara mkubwa kuliko nchi zingine za Schengen. Namba 3, upende kufanya kazi za watoto. Yaani kuna kazi za watoto, kuwawekea vitu vyao, kuandalia vitu vya kwenda shule. Hii ndio kazi yao nyingine. Kingine, uwe na afya njema. Pia afya ya akili isiwepo. Yaani uwe na afya njema, uwe na akili timamu. Ukijiona wewe huna akili timamu, uweze ukaenda kuapply hii kazi. Kama una ndugu yako unajua kabisa akili zake haziko sawa, usimshawishi apply hii kazi. Unatakiwa uwe na akili zako timamu. Kitu kinachofuata, kazi utakazozifanya ukifika huko Ujerumani: kupeleka watoto na kuwarudisha shule. Yaani kuwapeleka watoto, kama hamna school bus utawapeleka na kuwarudisha. Kitu kingine, kucheza na watoto na kuwasaidia kazi za shule. Yaani kama homework utawasaidia watoto, hakikisha umewasimamia. Yaani kitakacho kupeleka wewe pale ni watoto tu. Kama kuna kazi zingine mtakubaliana na bosi kama mshahara unaongezeka au la. Yaani uhakikisha watoto wakirudi shule wasimamie. Ndio maana wamekwambia unahakikisha umesoma at least A1. Kwa hiyo mtoto anaweza kukuongelesha Kijerumani kwamba hiki kinahitajika hiki, wewe huwezi. Kwa hiyo sasa hivi hichi ndio kigezo kikubwa kilichoongezwa, uwe umesoma level ya A1. Kitu kingine kinachohitajika, kuandaa chakula ambacho kinahitajika cha watoto. Kuwapikia, kuwalisha, uwasimamie, kuwaogesha. Hizi ndio huduma ambazo zitakupeleka kule.
Pia kufanya kazi rahisi za nyumbani zinazohusu watoto, kazi zinazohusu watoto, hii pia itakusaidia wewe. Kitu kingine pia utalipiwa bima ya afya. Ukifika huko utalipiwa bima ya afya, yaani kazi ya bosi atakulipia bima ya afya. Hata ukipata tatizo, ukiumwa, itakusaidia wewe kukutibu. Posho, yaani mshahara wake ni euro 280 kwa mwezi. Pia utapewa ofa ya kusoma lugha ukifika huko, japo utatoka huko umesoma, lakini ukifika kule bado utaendelea kusoma. Sasa hii sijajua kama utakatwa kwenye mshahara au itakuwa ni ofa tu, lakini wengi wao huwa wanasemaga wanapataga ofa. Wakifika huko bosi, ukishamaliza kazi zako unaweza ukaenda kusoma hata lisali moja, kwa sababu lugha ya Kijerumani utumii masaa mengi. Hizo lugha za kigeni unaweza kutumia masaa 2, yakizidi lisali 1.5 matatu, unarudi nyumbani. Kwa hiyo utakupanga muda wako, kama watoto wameenda shule unaweza na wewe ukaenda kusoma hata masaa 2, wakirudi na wewe unarudi. Kitu kingine kinachohitajika, jinsi ya kupata kazi. Hii jinsi ya kupata kazi unaomba kupitia agent au UPEA. Wapo maagent, ukidownload UPEA utakutana na maagent. Kwa hiyo utaangalia pia, tafuta, yani tumia sana hii tovuti ya UPEA ili uweze kupata kazi. Pia andaa CV yako vizuri na maombi ya passport na vyeti ambavyo umesomea lugha ya Kijerumani. Andaa CV yako vizuri. Kama uwezi kuandika CV, wapo wanaoandika, kila siku naongea. Wapo wanaoandika CV vizuri, watakusaidia wewe kuandika, kisha watakusaidia kutuma na kuapply kila kitu. Kwa hiyo ingia hii tovuti ya UPEA, download, kisha download, yani angalia hapo kitu kinachohitajika ili uweze kuingia Ujerumani. Kwa hiyo wale wanaotaka kusoma, nenda pale kwa Dar es Salaam, nenda Upanga, kule kuna chuo chao au wanajiita Goethe Institute. Ukiandika hapo kuna kusoma online, unaweza kusoma online kama hauko Dar es Salaam. Pia kuna madarasa online, utasoma online. Pia kuna sehemu nyingine, wapo Mwenge pale, wapo Mwenge, sijajua, nisikumbuki ni kituo kinaitwaje pale. Pia wao wanafundisha vizuri lugha yao ya Kijerumani. Pia kama uwezo unaweza ukaingia Duolingo pale ukajifunza Kijerumani, lakini ni vizuri zaidi ukajifunza na walimu ambao unajua kabisa wao wamebobea. Ukajifunza hiyo lugha ya Kijerumani, itakusaidia wewe kupata kazi. Na hizi nchi za Schengen, nchi ambazo hawatumii sana Kiingereza, na kazi ndo zinapatikana nyingi sana, kwa sababu wanajua lugha ni ngumu. Kama hivi mtu ukijua Kijerumani unaweza kuapply kazi, ukauliza unajua Kijerumani, mtu anaweza hata kukuuliza kwa Kijerumani ukamwambia ndio nimesoma, naelewa, wao ikawa kazi kwako rahisi kupata kazi. Kwa hiyo najua mmenisikiliza, mmeelewa na mtaendelea kujifunza. Fuatilia video zangu mwanzo mpaka mwisho, ujue kila video inayokuja. Asanteni kwa kunisikiliza.